Eyo, mambo vipi? Wananiita Atman. Bwana mpenzi mtazamaji wa SP Brand, leo niko maeneo ya Kilungule na nipo na mkali wangu hapa. Nimekuja naye kuzungumza naye mambo mawili matatu kuhusu kazi zake na kuhusu harakati zake zote ambazo anazifanya mjini hapa. Tutapata kumjua. Ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Anakuaje? Kama kawa. Onyama Fresh. Wanakuhitaji? Mimi naita kwa jina la Osman Rajab Chuma, lakini kwa jina la usania mtandaoni Sailana. Sailana mtoto wa wapi? Mimi mtoto wa Kilungule hapa, ni mzaliwa wa Kilungule hapa. Au sio? Kwanza naomba utupe kwanza live ya project yako moja hapa. Nafunika kitabu ukurasa wakati na chala, yani nafunga hesabu mie kwake nimetulizana, ndo hivyo shapendana naye, kumwacha sweza chalale, nampenda meshibana naye, penzi donge wezi tengale, ananibembeleza hata nikinuna, ananitachi huko ananikula, nampenda huyu mtoto muna, anipenda ndogo ndogo ananipa zima mapenzi. Oya, mimi nilijua kwenye nanilio zile zimepigwa studio nini, kumbe mwanangu ukali unyama kila sehemu. Mungu anasaidia hivyo mdogo mdogo, ja bless. Au sio? Unampenda uwezi kuachana naye. Hapo kati umemtaja Muna. Hiyo ni jina tu tumeamua kuliweka, japo wengi mtaani walijua kama kuna mwanamke labda nimemdisi au nimemweka hapa, lakini hapana, sio. Hilo jina tu umeamua kuweka. Jina kwa ladha tu. Okay. Una mpenzi? Na mpenzi uko naye, lakini kwa sasa sina. Ilikuwaje sasa mpaka una? Mambo tu. Bado tunajua tena mahusiano yenyewe, vijana. Mwanamke anataka hichi, afu vijana wenyewe hivyo, afu hatuna kitu, sina kazi. Kwa muda mwingine inakuwa vigumu sana kushika mawili kwa wakati mmoja. Okay. Alikukimbia au ndio umemshindwa? Tuseme kila mtu ameamua kufanya harakati zake. Kila mtu ameamua kufanya harakati zake. Maana kama kunikimbia mimi hajawahi kuniambia bwana mimi sikutaki au tuachane, haja na mimi sijawahi kumfanya hivyo. Yaani kimya kimya, tunajua mnaachana kimya kimya. Mahusiano yanaisha kimya kimya bila kujua. Ya hivyo. Okay. Nataka kwanza nijue historia ya muziki. Sailana ameanza vipi mpaka kuamua kuingia kwenye singeli? Unajua muziki wa singeli ni mgumu. Sasa hivi mpo wengi, unajua? Ya hiyo naeleweka. Alafu mimi kwenye tasnia ya muziki, mimi nimeanza kupenda muziki tangu na miaka 7. Yaani na miaka 7 nipo hivi ndo napenda muziki. Hiyo kipindi hicho nakumbuka nipo Buguruni kabla jamii hapa Kilungule. Okay. Kwa hiyo muziki mimi nimeanza kupenda tangu mtoto, alafu hapa tuseme ndio nikaanza kupata experience ya muziki. Kwa ajili huku kama unavyojua mtaa, yani masuala ya uigizaji, music, yani hivyo tasnia sanaa ipo sana huku Kilungule. Kwa hiyo nimekuja huku nikapata ile tasnia mzimake Fela anakaa huku. Fela, waigizaji mbalimbali, Fela, sijui Mkingwendu, sijui nani Serengo anakaa huku. Kwa hiyo inakuwa kama chachu hivyo. Kwa lakini hata mimi muziki wa Bongo Flava ndo nyumbani unajua. Okay. Mimi muziki wa Bongo Flava ndo nyumbani. Singeli nimeingia tu kama kujaribu, maana ndio sasa hivi muziki ambao unaweza kuingia na unaweza kwa kupush sehemu fulani na unaweza kaenda sasa kwenye muziki unaotaka wewe. Mfano kama Divoice ameanza na muziki wa singeli, kaenda mpaka anaweza kaimba hadi muziki wa Bongo Flava, singeli la. Okay, role model wako Divoice? Hapana, mimi role model wangu sio Divoice. Role model wangu sio Divoice. Japo wengi wanasema Livo sijui urefu na uvaji wako kama Divoice. Hapana, sio Divoice. Najua wasanii wengi wanakuwa wanaimba afu na msanii fulani ambaye anampenda, bwana natamani niimbe kama mtu fulani. Unajua au yani mimi napenda niimbe kama mtu fulani. Ila model wangu sio Divoice. Afu wewe model wangu ni mtu, yani mtu normal tu. Nani kwanza alokushawishi? Unajua mimi ninaposikiliza kazi zako na project zako naona kabisa huyu jamaa mbona kama analaza fulani hivi za Bongo Flava, lakini kaamua kuingia kwenye singeli. Ndio maana swali la kwanza nikakuuliza ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye singeli. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekushawishi mpaka kuingia kwenye singeli, au ni kuna ugumu ambao ulikuwa unaona kwenye Bongo Flava kaona mimi ngoja nikomae kwenye singeli kwanza? Mimi na kitu kimoja nachosemaga, kila kitu ni kujaribu. Na kwenye mipango, yani katika maisha yangu nasema kila kitu ni kujaribu.
Umeona? Kila kitu ni kujaribu kufanya kitu kimoja kwenda kitu cha pili. Mimi nilikuwa naimba bongo flavor. Ndio yani hilo nitambulisha hapa mtaani bongo flavor. Ila singeli sio kama mtu alinishawishi bwana ingia kwenye singeli au vipi? Hapana, ni mwenyewe tu nimeona mbona kama muziki unaingia make bongo flavor na singeli ladha ina tofauti. Tofauti yake ni midundo tu ile iliyowekwa midundo yani hivyo. Ila bongo flavor na singeli ladha hazina utofauti. Kuna zile singeli kichaa ndo ambazo zina tofauti zile lakini wai baba zile unawe ndo singeli zile mimi siimbi zile. Simba zile labda kama huko tukienda kwenye mfano labda tumeenda kwenye show yani zile ndo kidogo kama kidogo uchangamshe watu. Huwezi kuimba mapenzi tu moja kwa moja. Lazima uchangamshe zile utapiga tu kidogo lakini utapiga kwa utofauti. Utofauti yani kwanza ukapiga wote piga makofi kwa speed njoo mbele baba. Njoo unachanganya tunajua kidogo. Njoo hapa. Hizo unasema. Ameweza kina Shiro Mwamba hizo. Hizo za kina Shiro Mwamba. Ila kwenye muziki wangu mimi na ndio maana umekuwa rahisi. Singeli ladha na bongo flavor ni hivi mapacha. Ndio maana inakuwa rahisi sana singeli ladha kwenda kwenye bongo flavor au muimba bongo flavor kwenda kwenye singeli ladha. Singeli rahisi? Singeli mimi kwangu rahisi. Yaani singeli sijajua kwa wengine lakini mimi singeli ladha kwangu rahisi. Singeli ladha mimi afu na kingine ninachomshukuru Mungu. Umeona? Ninachomshukuru Mungu. Kitu hata kama labda nimepewa, maana wanasema msanii kubadilika. Ndio. Umeona watu wanaanza kuziaba ndio kwenye singeli ladha au singeli fulani au bongo flavor. Ila msanii kuna stage inabidi kubadilika. Watu washakosa kiasi kanaimba mapenzi tu bwana huyo. Kiasi kanaimba mapenzi au kiasi singeli ladha. Kidogo unawachangamkia kidogo kwenye ngoma hata kama utotea vitu vingi. Umetia hata hip hop kidogo pale cha mchanganyo. Sile pale Ivan tunamuona anapiga hip hop kidogo cha mchanganyo anawachanganya kidogo watu cha eka moja. Hivyo unachanganya. Kwa hiyo nashukuru hata kama nikiambia bwana pita hivi. Umeona hata kama nita struggle lakini kile kitu nitafanikiwa tu. Nitakimaliza. Okay, kuna singeli yako ile una msela nini? Msela safi ile. Msela safi hebu iimbe mwanzoni pale. Yeye anasema umenipenda mimi msela sifai. Ukinikuta nimesonjo mikali molali kama yelo subai nasubiri ngome mimi nipige makali kula yangu moja ngoma santa zaje kubirifu ngoja kwanza yani wewe msela yani mdemu kampenda msela ambaye ndo wewe msela yenyewe maisha sina na lili kabisa maisha sina amenipenda msela mimi sifai alafu unasema amenipenda mimi msela sifai kula yangu moja mbivu yani sielewi unajua. Hiyo ni historia ya kweli au nayo mule ratili? Hiyo naweza hiyo tu story hiyo ipo. Sema kwa hiyo mchumba kakuelewa alafu muuni? Mchumba kanielewa alafu muuni sina kitu. Unampanga real life? Sina kitu. Yaani msela safi unajua japo ndio ile sina kitu lakini kidogo najificha umaskini kicheni wala mtu kidogo ana vitu ndio msela safi. Sivuti bangi lakini mimi msela safi unajua. Mage msela ingesa atafili mtu aseoa. Okay. Sewa mimi sijaoa. So asela wale ambao. So asela wale wanavuta bonge pombe sijui sigara sijui na mimi sivuti sigara sijui pombe. Ila kuwadanganya watu kwa hivi kuficha umaskini tu. Ila mimi sina sawa. Nataka nijue kwanza idea zako. Idea zinakuja studio au inakuja pale ambako umekaa na feelings zako unaona kama kitu kimekuja hivi na hivi. Idea zinakuja wapi yani wewe kama wewe? Kitu kimoja nikwambia blaza. Katika mimi sana mimi sijani kushinda studio sishindagi sana. Maana studio nilirekodi ngoma yangu ya kwanza ipo Kiburugu hapo kwa blaza Sizo Magridi. Sishindagi sana kwa hiyo inachangia labda uwe na kila saa uwe na buku mbili au kila siku uwe na buku mbili. Ili madi kufika studio. Sio kama sipendi kufika studio. Hiyo nauli ya kwenda. Kwenda na kudumako kagala sina kazi unajua. Mapambano yanaendelea fu nipo tu mtaani pale. Ila mimi kama mimi napenda sana nikikaa hivi napenda sana kumshukuru Mungu. Umeona? Kwa yani kwa maana inaona kama zawadi hata kama bado sijatoka naona kama zawadi. Mimi ukinipa biti na nikalielewa mimi nalitungia. Nakumbuka kuna siku niliingia TikTok nikakuta mabiti ya ma DJ wanaposti wale. Sasa hivi ma DJ wengi wanaposti kina Kene, kina Udo, kina Chusco wale
wanaposti post. Kwa mimi nachukua kule. Nachukua na save kama video, maana huwezi kusave kama audio. Alafu napeleka sender na badilisha na kwa audio na play pale nasikiliza. Nilisikiliza moja wakati naenda huko, nilitumwa sehemu fulani kununua vitu fulani vya vyakula. Nilisikiliza ile. Ilikuja idea ya bomba na nasema kama hii idea sema ngoma nikiitoa na nikaifanyia promo ya maana. Yaani ikifanyika promo ya maana, mfano, umeona? Ile ngoma inaondoka mjini. Ile inaitwa Moyo. Hiyo ipo jikoni. Hiyo ipo jikoni. Yaani hiyo ipo jikoni. Hiyo bonge la ngoma. Maana nimetia idea pale ya Mario na BN ile. Sasa hiyo tusiwape, hiyo exclusive. Sasa ukiwapa hapo watakuwa watananiliwa, wataiba. Wataiba tu story. Vipi kwanza support unaipata kwa washikaji zako au familia? Support unaipata? Mimi nachoshukuru Mungu sana sana, kuna wanangu kadhaa. Siwezi nikasema wanangu wote. Unajua kwenye mtaa huwezi kukubalika na watu wote. Yaani hiyo ndio ilivyo, hiyo ndio ilivyo maisha. Huwezi kukubalika na watu wote, huwezi kukubalika na masista wote. Kaza. Katika kilo moja utachukua nusu na robo au nusu ndio watakupenda. Ila katika familia yangu mimi sana sana na wana appreciate sana bibi yangu. Mmoja umeona mfano hapa. Yule ndo anani appreciate sana kwenye familia yangu. Ukiacha mtu yoyote. Ukiacha wewe ndo anafuata kidogo mzee. Maki mzee mdogo labda kuna show zile za kulipa uende tu ukafanye tu pate experience ya show. Kwa unaweza kama mzee bwana mimi sielewi nahitaji nauli, anaweza kanipa. Au anaweza ananiambia baba niambie mapema bwana kama una show sehemu fulani. Uniambie mapema, unajua hela zenyewe hazieleweki maisha yenyewe. Basi hivyo Mungu ana bless mzee anani appreciate. Kwa kikubwa yani kiufupi watu wanakusupport. Wanisupport mzee wangu. Kwa hivyo mdogo. Yeah. Sasa na kwenye studio vipi hiyo? Kwenye studio ni support unaipata vipi, na kwa homa producer inakuwa vipi yani? Kwa homa producer sasa kuna producer wangu ule Blaza Sizo. Support ipo. Ila sio kama support isemele kusema bwana hivi ndugu wangu. Ila support ipo, ukiingia pale fresh na appreciate nini bwana. Na kazi yangu bwana inataka nirekodi fresh, hata kama anakuwa na kazi nyingine utapiga kazi yako mziki utaenda. Sijaona video hata moja katika YouTube channel, shida nini? Mchongo ndio hivyo kama unavyojua, kwa ajili mziki unajua hela. Ndio. Kwa muda huu hapa mziki unatudai sisi. Yaani unanidai mimi, bado unanidai. Bado sijaanza kudai mziki. Umeona? Alafu una asilimia kubwa sasa hivi wasanii ambao wanaenda wana watu nyuma wanawasimamia. Umeona? Kwa mpaka unavyoona nini video sijui nimekosa video. Na hata nyimbo zipo katika YouTube yako. YouTube zipo mbili. Zipo mbili nadhani. Kuna Msela Safi na Bongo Flava bado. Zipo mbili. Ila video ndo bado, kwa ajili kama una mtu nyuma na kusimamia. Maana mwanzo hapa katikati kama unavyoona zile audio mbili, zile kuna brother alikuwa ananisimamia. Alikuwa ananipush. Umeona? Okay, ndo YouTube ambao zimewekwa kule hapo. Ndo ziposti mbili kama vipi una mpango wa nini kinakuhamisha ni mpaka sasa hivi, au una YouTube channel yako wewe? Kama wewe unajua msanii unatakiwa uwe na YouTube channel yako ili madi kazi zako unazisambaza wewe mwenyewe. Unajua? Hiyo ipo kweli kabisa. Ila kwenye sema YouTube channel napata. Ngoja kama mvua. Ushawahi kutembea kwa miguu kutoka nyumbani mpaka studio? Hiyo sana. Yaani hiyo sana. Maana studio kwangu Kiburugwa hiyo. Kwa unapita njia hii hapo Kiungule Mwisho. Kiungule Mwisho unashusha bonde la Kiburugwa, unapandisha, unanyosha baba. Bwana. Na mpaka unafika wapi? Maana Kiburugwa na Mbagala sio mbali. Kwa kama unaenda Mbagala, useme kama nimeenda Mbagala kwa miguu. Na vipi kwanza, kuna kitu gani, moment gani ambao ukikumbuka unasema kipindi siwezi kukisahau hata niwe vipi? Nakumbuka kipindi ambacho ngoma yangu ya kwanza naipambania kuitoa. Maana nakumbuka ile Muna niloimba mara kwanza ile nakumbuka kuna blaza wangu mmoja hivi alikuwa, kuna mwanangu msanii huko naye anaitwa Melody au jina la kuzaliwa anaitwa Idi. Alikuwa na DJ wake mwenyewe alikuwa anaitwa Santana. Kwa Santana huyo
alikuwa na makuzi sana kuja huku. Sasa kwa maana yule si msanii wake anampigia kwa tizi nini wanafanya kwa muda mwingi. Kwa wanalala huku. Sasa yule naye akaamua. Mwanao msanii. Wewe mwanangu ana DJ wake. DJ na yeye sisi wote si wana, kwa tukawa marafiki wote. Kwa kuna siku yako ana vibiti vyake kwenye simu akanipigia, "Vile mdogo wangu. Nikiona ibiti mbona kama inaenda na idea ngoma yangu. Vipi mbona na nikaipiga. Ndio wangu mbona inaenda hii. Hebu nitakupeleka studio kule kwa blaza yangu huko Kiburugwa. Tukaforce make unajua ukienda peke yako unaweza kukupiga la nyingi. Kama ina noma, wewe force 30 tu. Unajua. Kama ina noma tukaenda mpaka pale. Kwa tumeenda mpaka pale. Tumeongea naye bwana blaza huyu ana 30. Haina noma mrekodie. Unajua maproducer mtu wake wameona underground anakuwa mrekodie tena, anamwambia wao jamaa anakuja naye. Mrekodie. Mimi nikaanza kurekodi. Ile beat avochonga kwanza lilichonga vizuri sana. Kalichonga vizuri. Na tuvoanza kurekodi. Nakumbuka tunaanza kurekodi na tayari tu ile verse ya kwanza. Nafunika kitabu. Yule producer hawezi amini alirudi ndani. Mpaka sasa alisikia kule. Alirudi ndani kama wewe kusikia ile. Wewe ngoma memba wewe. Tana toka kwenye kiti hiko. Na mrekodia mimi mdogo. Muone akakaa yeye sasa. Sema sitaki make yule sana mjua akija Hasani Uchwala na mrekodie mdo hata kama kawaribia imani tunajua hela. Sasa nini? Hasani Uchwala. Kwa hiyo mwanzo alikuchulia kama msanii Uchwala. Hasani Uchwala unajua si underground yani ndio ilivyo producer yote blaza. Producer yote awe mkubwa awe mdogo. Msanii yote ambaye hapo underground akikutana naye kama hajamsikia hata mwana utu Uchwala. Mpaka msikia na kitu ndio hiyo. Na ndio ilivyo maisha yako. Kwa hivyo sikia tu ile nimeanza nafunika kitabu. Wewe dogo memba hebu acha nimrekodie mimi tena. Kwa hiyo ndio moment ambao huwezi kuisahau. Siwezi nikaisahau na kwa ajili ile ngoma ile ngoma ilifanywa mixing wiki nzima. Maka jamaa alikuwa anaisimamia mimi mdogo wangu ngoma labda yani ile ngoma kali naifanyia mixing wiki nzima. Kwa ile mixing ilikuwa naenda Jumatatu naenda nakaa pale tunaifanyia mixing. Kwa miguu unatoka nyumbani huko Kilungule mpaka kule. Kilungule mpaka Kiburugwa kwa miguu. Tuseme kama Mbagala kule. Kwa miguu kwa Jumatatu mpaka nakuja kupata nyimbo Jumapili. Kwanza Jumatatu mpaka Jumapili usiku saa 5 ndo unapata ngoma. Napewa ngoma yangu bwana, ngoma imekamilika isikilize. Na kweli ngoma ukisikiliza ngoma kali mzee. Japo mpaka sasa hivi Japan platform ipo tu. Ngoma kali. Yaani ile ngoma yani kitaa kizima wanijua kwa kupitia ngoma hiyo nashukuru. Kwa hiyo moment sasa ngaisahau kwa ile ngoma nilifuatilia na nilipata tabu nayo. Umepambania. Nimepambania yani. Baada ya kulaniliwa kusema bwana leo nataka niachie, producer alisemaje? Yani producer ambaye alikurekodia. Ali appreciate bwana nataka mdogo wangu fresh sema ndo kwa ajili nilikuwa nimeshindwa muda huo ndo sina platform sina nini. Na hata nilipokuja kupata hizi platform sikuanza tena kuipandisha kwa ajili nilikuwa nishaiwekea jicho la pili. Nimeweka pembeni. Sio kama nimeitenga, nimeweka pembeni kama siku ikija kutokea nimepata mtu yote wa kuniboost. Lama ataka msanii pale yoyote ambaye atafanya kama boost ile ngoma hiyo ndogo. Kwanza nini kinakuhamisha mpaka ipo kwenye platform nyingine? Nini kinakukwamisha? Ukiangalia na ndio hizo platform. Yaani hizi account na yani kikubwa hapo ni point ni uongozi tu. Kwa jinsi sina uongozi au sina mtu ambaye ananipush. Yaani ningepata mtu ambaye ananipush kila kitu kingeenda sawa. Sema ndo kwa ajili push si nani nipo mwenyewe kama mwenyewe mpaka sasa hivi. Tangu niliacha nao brother. Una smartphone? Hapana, smartphone sina. Yaani hapo ukiingia kwenye smartphone unagusa pabaya sana. Kwa nini? Maana nimekuona na kiswaswadu hapo, ndio nimekuuliza. Hapa baba. Hapa. Na kiswaswadu yetu nimeazima hiki. Nimeazima mzee. Acha utani. Nimeazima na ukinipigia siwezi ngakusikia hapa nikuchati tu. Kwa nini? Shida nini? Chati hii speaker mbovu mzee. Imekuaje mpaka hiyo? Speaker mbovu, yani usikii chochote kwa jinsi sijui. Kwa hiyo unamaanisha huna simu? Sina simu tuseme. Ni mawasiliano tu kuchati basi. Na mtandao wenyewe unaojua hoteli mzee. Unaweza ukatuma test sasa hivi kafika saa ngapi hiyo? Labda ipende yenyewe, sinajua. Labda ipende yenyewe kufika muda huo bwana. Imefika muda huo. Yaani haipandi mwendo kasi, inapanda baskeli yenye pancha. Ndio mpaka kufikia test. Alafu unaweza jambo muhimu ya kufikia test baadaye. Inakuwa dharau. Simu ndo kama hivyo. Simu sina maana hata brother zangu ambaye alikuwa alinipa simu. Kuna changamoto
alipitia. Kwa huwezi kushout mtu mwambie bwana brother mbona hivi. Nani alikupa simu? Kiongozi wangu ambaye alikuwa ananisupport mwanzo. Nipa simu mdogo wangu bwana, simu itumia japo ya nini ya mkopo, unajua itakusukuma, unajua ila sasa nikasema kwa jigani nikachukua, sasa nikagomba kwa jigani nikachukua, maana kuna changamoto zimefanya amepitia mpaka amechukua ile simu. Okay, na ndio ilikuwa na kila kitu chako? Ile ndio ilikuwa na kila kitu changu. Sema nashukuru kuna vitu kadhaa nilichukua mule, nilichukua nikahamisha kwenye simu ya mwanangu fulani, nimehamisha vitu vyao. Sema kikubwa sana account, maana nifungulia platform zile YouTube channel na platform kama nini ile Audiomack. Hii nyingine sijajua, maana alifungua zaidi ya 3, alifungua Audiomack, YouTube channel na nyingine sidi nini kwa anazoea, lakini ali appreciate kama nitapata simu au nitapata mtu nikachukua. Sasa sijajua issue hivyo. Kwanza wewe kama wewe unaijua vizuri mitandao vizuri? Mimi mitandao naelewa kwa ajili TikTok nipo, FB nipo, WhatsApp nipo, naelewa kuitumia. Japo sina ule ujuzi kama maprofessional wanaojua kuedit video, na sina ule ujuzi. Lakini vitu vidogo vidogo naelewa. Okay. Na tutoke huko tuje kwenye muziki. Kuna nyimbo ambazo nikizisikiliza nyimbo zako mpaka sasa hivi, kwanza umetoa nyimbo ngapi? Maana mimi nimezisikia 2 tu. Mpaka sasa hivi sema ngoma zipo nyingi blaza. Kusema kuhusu ngoma zipo nyingi. Afu na mimi ninavyojiamini hizo ngoma zote hiti. Yaani zingine zipo jikoni au zipo ambazo si hatujazisikia. Yaani zile ngoma zangu mimi zote zishakamilika, ni bado kurekodi tu. Yaani ushaziandaa yani. Nishaziandaa kila kitu, ni bado kurekodi. Lakini hizo rekodi ni hizo 3. Hiyo Muna, Msela Safi na Bongo Flava moja bado. Umeona? Katika hizo ngoma 3 kumbe kuna Bongo Flava letu hapa linakuja. Kuna Bongo Flava tayari nishaipandisha, mbona nilikuwa nishaipandisha mbona? Yaani nilipandisha singeli Msela Safi nikapandisha na ile bado. Umeona? Kwa hiyo nimetoa ngoma 3, nimepandisha 2, moja ipo chini ile Muna. Ipo chini kwa chini. Bado haijapanda. Imepanda. Na vipi naona na nini? TikTok kwanza imekunufaisha chochote yani kupata audience nini, au mtandao gani ambao umekunufaisha? Unahisi unakupa audience watu ambao wanaweza kukuelewa upi? Mimi TikTok sijapata watu wengi sana. Yaani sijapata chochote TikTok. Kwa hiyo TikTok unajua TikTok mpaka uende ujue. TikTok mtandao unataka trending. Trending cha kwanza followers, na trending ndio inafanya labda upate followers au kitu ambacho unakifanya ndio utapata followers.